Unajua tarawih, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo wa kwanza kuwaswalisha masahaba. Aliwaswalisha masahaba siku ya kwanza kuanzia baada ya Isha mpaka nusu ya usiku. Ilipomalizika masahaba wakaambiana, unajua kuna baadhi ya masahaba walikuwa wanaishi mbali na msikiti, wakaambiana kesho yake wakajazana msikitini. Mtume tena akawaswalisha hivyo hivyo. Siku ya tatu wakaambiana wakajazana mpaka nje. Kuna riwaya inayosema hata siku ya 4 pia aliwaswalisha, ingawa kuna baadhi ya riwaya inayosema aliwaswalisha kwa muda wa siku 3. Siku ya 4 Mtume hakujitokeza kwenye swala ya tarawih. Kesho yake baada alfajiri masahaba wakamfuata Mtume wakamwambia, ya Rasulullah, tulikungojea sana katika swala ya tarawih na ukutokea. Mtume sallallahu akawaambia masahaba, nilihofia isije ikateremka wahi na amri ya kufaradhisha kisha mkashindwa. Sasa kuanzia hapo kila mtu akawa na swali tarawih kivyake. Mtume hakuwakataza. Ikifika time ya tarawih baada ya Isha, kila mmoja kivyake. Wakati mwingine wengine wanajikusanya 2 watatu wanaswali kwa jamaa, wengi wao walikuwa wanaswali manyumbani. Mtume alipofariki akachukua uongozi Sayyidina Abubakar Siddiq kwa miaka 2 na miezi 3. Abubakar alikuwa na kazi ngumu sana, alikuwa na majukumu mazito. Ilipofika Ramadhani, kila mtu katika khilafa ya Abubakar alikuwa anaswali peke yake katika mwezi wa Ramadhani katika tarawih. Lakini Abubakar Siddiq alipofariki akachukua uongozi Sayyidina Umar radhiallahu anhu kwa miaka 10 na miezi 9. Ilipofika Ramadhani, Sayyidina Umar akawaona watu wote wanaswali kivyao, basi akawalazimisha na akawakusanya nyuma ya imamu mmoja ili waswali swala ya tarawih kwa jamaa. Akawakusanya nyuma ya Imam Ubay bin Ka'b, Sayyidul Qurra. Kisha Sayyidina Umar akasema, ni'matun bid'a hadhihi, ni jambo gani nzuri ilosahaulika hii. Unajua leo kuna baadhi ya ndugu zetu wanatafsiri hii kauli ya Umar, wanasema ni bid'a gani nzuri hii. Sio bid'a nzuri ndugu zangu. Sayyidina Umar ndo ambaye hakuanzisha tarawih. Tarawih ilianzishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar anaifufua tu. Ndio unaona lugha ya Kiarabu ni lugha tajiri. Katika miongoni mwa maana ya bid'a ni kitu ambayo ilisahaulika. Ndio Sayyidina Umar anawaambia, jamani, ni jambo gani nzuri iliyosahaulika hii. Si kwamba anaanza kitu kingine kipi, alikuwa ana ruhusa kufanya hivyo. Sasa toka wakati huo mpaka leo ndugu zangu, tarawih imekuwa ikiswaliwa kwa jamaa msikitini, na mpaka siku ya kiyama itaendelea mpaka wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ataamua wakati umefika. Sasa Mtume wa sallam alipowaswalisha maswahaba katika zile masiku 3, katika siku mojawapo aliwaswalisha toka baada ya Isha mpaka nusu ya usiku. Sasa alipomaliza maswahaba wakamwambia Mtume, Rasulullah, tumemaliza pamoja na witri tumeshafika nusu ya usiku, kwa nini tusiendelee mpaka alfajiri? Angalia maswahaba walivyokuwa na himma na hamu na bidii ya kufanya ibada. Leo sisi tarawih ya saa nzima hapa inatutingisha wengi. Maswahaba walikuwa wako tayari kusimama mpaka alfajiri. Basi Mtume wa sallam alipoulizwa ili swali, kwa nini tusiendelee mpaka alfajiri, Mtume akatamka maneno mawili kuhusu swala ya tarawih ambayo iliandikwa kwa wino ya dhahabu, si maneno ya kawaida. Akawaambia neno la kwanza, innahu man qama ma'a al-imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamu layla, mtu yoyote ambaye atakayesimama pamoja na imam katika swala ya tarawih mpaka imam akamaliza, sharti ni uanze na imam na umalize na imam katika swala ya witri, utaandikiwa na malaika kwamba wewe umesimama usiku kucha ukiwa unaswali na kufanya ibada. Leo nani katikati yetu hapa ndugu zangu anaweza kusimama usiku kucha kufanya ibada, kuswali? Kuna mtu anaweza hiyo? Wewe baada ya Isha leo simama uanze kuswali, unainama, unainuka, unakwenda, unarudi, unapanda, unashuka alfajiri. Hakuna mtu anaweza hiyo. Wewe swali pamoja na imam pamoja na witri, utaandikiwa kwamba usiku kucha
umesimama ukifanya ibada. Kwa taarifa yako ndugu yangu, hii ndo ibada ya pekee katika ibada zote ambayo Muislamu anaiswali, anamaliza pamoja na imam pale msikitini ni saa 3:30 saa 4, anarudi nyumbani, anapanda juu ya kitanda kulala, na malaika wanaendelea kumwandikia kwamba yeye bado anaendelea kuswali na amelala usingizini. Utayapata wapi haya ndugu zangu? Leo mtu anayaacha haya kwa sababu ya starehe ndogo ya dunia, labda anakwenda kuangalia mpira, anakwenda kuangalia. Ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu ametangaza vita na mtu mmoja, na ndani ya hadithi al-Qudsi, ndio hii hadithi ambayo tumeitaja hapa, Mwenyezi Mungu ametangaza vita na watu ambaye wanatangaza vita na marafiki wa Mungu, mawali wa Mwenyezi Mungu. Hawa ndio watu wawili peke yao ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametangaza vita na wao. Tutakuja kuwataja hapa. Lakini kuna watu watatu ambao Mwenyezi Mungu amewataja katika surati al-Maida aya nambari 33. Hao ndo watu ambao wameamua kutangaza vita na Mungu. Ushawahi kuona watu duniani hapa ambao wameamua kutangaza vita na Mungu? Hawa wawili Mungu ndo ambaye ametangaza vita na wao, lakini kuna wale ambaye wameamua kutangaza vita na Mungu. Maana yake wanamwambia Mwenyezi Mungu, wewe unajifanya wewe Mungu una uwezo basi tutakuonesha kwamba sisi tuna uwezo kuliko wewe. Na hakuna watu hatari katika dunia hii, na tutakuja kuwaona ni kina nani hawa ndugu zangu kama hawa. Sasa hii hadithi, jambo la kwanza, man aada li waliyan faqad adhantuhu bilharb. Mtu yoyote ambaye atakayewafanya marafiki zangu, mawali wangu ndo maadui zake, basi mimi Mwenyezi Mungu nimetangaza vita nao. Marafiki wa Mungu ni kina nani hawa ndugu zangu? Mawali wa Mwenyezi Mungu ni nani? Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja hawa ndani ya Qur'an, akasema ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Mawali wa Mwenyezi Mungu wana sifa mbili katika hii aya. Hizi sifa mbili zimewapelekea kwenye sifa zingine mbili. Unapokuwa na hizi sifa mbili, itakupelekea kwenye hali nyingine nzuri mbili. Hii hali nyingine nzuri mbili ni anasema kwamba ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim. Sifa mbili ambazo hizi sifa mbili za awliya Allah itakupelekea wewe, kwanza hawana hofu katika dunia hii. Mawali wa Mwenyezi Mungu hawana hofu katika hii dunia, wanaishi maisha raha, moyo wao umetulia, wako ndani ya amani, hawana dhiki. Wala hum yahzanun, na hawana huzuni. Wewe ukishaona moyo wako haina dhiki na dunia hii, haina hofu na hii ulimwengu, moyo wako umetulia, uko ndani ya amani, unaridhia ulichonacho hata kama ni ndogo, basi hii ni sifa